kichwa cha habari cha waraka huo kinatoa maelekezo ya utekelezaji. Waraka huo ambao unasemwa ni sio wa baraza, unatoa maelekezo ya utekelezaji, maagizo ya utekelezaji. Labda kwa kifupi mtarejea, kichwa chake kinasema usomwe kwa wiki 10 mpaka nadhani wiki 10 kuanzia tarehe ya waraka. Ukiangalia inaenda mpaka lini, itakwenda mbali sana. Lakini agizo la pili linasema kwamba waraka huo unawaagiza waumini mambo kadhaa, mambo ambayo yanataka kutekelezwa na waumini wote katika maeneo mbalimbali. Sasa kanisa Katoliki linaongozwaje? Kanisa Katoliki linapotoa waraka wa namna hiyo, hautolewi na askofu mmoja kwa kofia yake. Mkirejea nyaraka za baraza la maaskofu zote huko nyuma, waraka wenye maelekezo unatolewa na plenary meeting, yaani mkutano wa maaskofu wote. Kama wako 35 watausaini wote 35. Na hiyo ina principle ya kitheolojia kwamba maaskofu wa Katoliki hawaongozwi na mabaraza katika kazi za kichungaji. Maaskofu katika kazi za kichungaji wanafanya maamuzi ya pamoja, na kwa maana hiyo lazima kungekuwa na signature maaskofu wote walioshiriki kikao hicho, kudhihirisha ushiriki wao, kuown kile kinachoelekezwa, kwa sababu labda ni zaidi la kitheolojia. Maaskofu ni huru katika majimbo yao. Hakuna mtu anayeweza, hata papa hana mamlaka ya kumwagiza askofu wa kanisa Katoliki katika jimbo lake. Askofu ndiye mkuu katika jimbo, ni mwakilishi wa Yesu Kristo katika jimbo moja kwa moja. Kwa hiyo hawezi kuagizwa na mtu yeyote sembuse barasa. Lakini wakiamua kwenye kikao cha pamoja, na kama ni maaskofu wa dunia wakiamua, papa hawezi kuandika kasaini kwa niaba yao, pamoja na kwamba yeye ni mkuu wa kanisa la dunia. Lakini kwa Tanzania hakuna askofu aliye mkuu wa majimbo. Mkuu wa majimbo ni askofu moja. Wao wanafanya maamuzi kwa level ya baraza pale watakapokuwa wameweka signature yao. Hiyo ndio katiba ya baraza inavyosomeka. Hiyo ndio msingi wa kwanza ambao wale tuliouona waraka na toka mwanzo tukawa na doubt, tulijua huu waraka hauwezi kuwa genuine. Lakini la pili, depository ya waraka ni baraza la maaskofu, kama ambavyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni depository wa nyaraka zilizopitishwa na unga ya Umoja wa Mataifa. Haiwezekani watu akakaa mtu mmoja mwenyekiti wa baraza la Umoja wa Mataifa akapitisha kwa niaba ya wakuu wa nchi zote za dunia. Haiwezekani. Lazima watakutana kwenye unga, na litakapotokea swala litakalohusisha uamuzi wa pamoja wenye sura ya kisheria utakao bind wote kwa pamoja, waraka huo ni lazima kuwe na signature ya nchi zote zilizoshiriki maamuzi hayo. Na ndivyo ilivyo kwa maamuzi yote ya kimataifa. Mikutano yote, iwe ni ya Afrika Mashariki, iwe ni mkutano wa African Union, ni lazima signature ya wahusika zinakuwa attached. Kwa hiyo kama depository, basi kungekuwa na mkutano huo wenye mamlaka hiyo,
na signature za ya maaskofu hao zingekuwepo katika waraka huo. Anayetestify hiyo kwa kawaida ni katibu mkuu au mwenyekiti. Yeyote kati yao, askofu, mwenyekiti anaweza akaidhinisha, mwenyekiti katibu mkuu akausaini. Lakini ya tatu, kwa sababu baraza lina secretariat yake, mamlaka ya kusaini nyaraka zinaweza kuwepo kwa katibu mkuu, lakini kuna procedure za kuhifadhi hizo nyaraka. Kwa hiyo kungekuwa na serial number ile ya kawaida na mfumo format ya kawaida ya kuandika ni ile ya baraza, na ungekutwa waraka huo kwenye ofisi ya baraza. Sasa kwa jana, bahati mbaya au bahati nzuri, mimi pia nimeuona. Mimi naomba ni declare interest kama kanisa, kama mzoefu wa kanisa Katoliki. Nilishiriki katika kupata verification haikupatikana, na baraza lilifanya njia zote zilizowezekana kumtafuta Askofu Nzigilwa. Sasa nisiingie kwa undani, hayo ni mambo ya kiutawala. Niachie tu hapo kwamba jitihada za kufanya verification zilifanyika, lakini hatimaye yule ambaye ni custodian wa nyaraka za baraza ndiye ameandika, na custodian kwa sasa angelikuwepo ni Father Kitima, lakini wote tunajua Father Kitima yuko kitandani. Kwa hiyo yule anayekaimu kisheria, naibu katibu mkuu, huyu sio acting, huyu ni naibu katibu mkuu substantive, yani yeye ni aliyechaguliwa kuwa naibu kwenye mkutano wa baraza. Kwa hiyo ana mamlaka yote in the absence ya katibu mkuu kufanya kazi zote za katibu mkuu. Kwa hiyo ni mamlaka inayotambulika. Labda kwa hatua hii ishie hapo. Mimi niseme tu kwamba tamko limetoka, tukubaliane kwamba hilo tamko ndilo tamko la baraza, pamoja na kwamba askofu aliandika, labda angepatikana yeye mwenyewe angetoa kauli yake na yeye, lakini Sumbawanga mnajua iko mbali kiasi gani na mawasiliano katika nchi yetu, na askofu mtegemei akae mahali kwenye simu saa zote. Maaskofu wetu ni watu ambao wanakwenda kwenye parokia zao, wanazunguka parokiani, maeneo mengi ambayo hayana hata mawasiliano katika nchi yetu. Kwa labda nimalizie tu katika sura hiyo, labda kama kuna maswali nitakuwa tayari kutoa ufafanuzi. Samahani Ankosla. Kwa hiyo yani ni feki au sio feki? Umenichanganya wakati unamalizia Uncle Padre. Nisamehe sana. Yani sijaelewa. Huo sio waraka wa Baraza Katoliki, kwa sababu ungekuwa waraka wa Baraza la Maaskofu Katoliki ungesainiwa na maaskofu wote kwa msingi wa uzito wa jambo linalozungumziwa. Hakuna baraza, halina mandate ya kuelekeza majimbo kufanya hayo ambayo waraka unataka yafanywe na baraza. Dr. Slaa, nataka niulize swali dogo tu kwamba kwanza naomba kujua utofauti kati ya baraza na nini. Kuna vitu vile hapo umezungumza, lakini nitaka kujua vile vile huyu aliyeandika labda nimezungumza baraza na secretariat. Sijui kama nimeeleweka. Ni hiyo ulitaka kupata ufafanuzi? Baraza la maaskofu na hiyo secretariat, cha kwanza. Cha pili nitaka kujua kwenye kukanusha kama walivyosema kwamba imetolewa na baraza la maaskofu. Huyu katibu mkuu yeye amekanusha, haya makanusho yake yamesainiwa na hao wajumbe wa baraza. Mkuu ndio custodian wa nyaraka. Nadhani nimeeleza hilo, labda hukulipata. Katibu mkuu, kama ambavyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni custodian wa nyaraka za maamuzi ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo yeye kuhusiana na nini ni halali, nini si halali, yeye ndiye authority, sio mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa.
kwa sababu nyaraka zinatunzwa ofisini mahali panapostahili kutunzwa nyaraka za baraza kwa mujibu wa katiba ya baraza. Baraza ni chombo. Baraza linaundwa kwa mujibu wa sheria. Baraza lina katiba yake. Baraza ina kanuni zake na taratibu zake, ina procedure zake za custody ya nyaraka zake. Sasa moja nimeeleza kama ule nifuata, huo waraka hauko kwenye custody ya ofisi ya katibu mkuu ambayo ndio custodian wa nyaraka zote. Huo waraka hauko. Sasa kama hauko maana yake si wa baraza. Lakini la pili nimesema procedure ingekuaje ili waraka wa namna hiyo uweze kutumika. Na nimetoa msingi, hakuna askofu mwenye mamlaka, hata papa hana mamlaka ya kutoa waraka wenye maagizo kwa maaskofu majimboni kwao, kwa sababu kwa teolojia ya kanisa Katoliki mamlaka ya papa yanatoka moja kwa moja kwa Yesu. Kwa Katoliki wanaelewa hilo. Linatumika neno askofu ni halifa wa Yesu mwenyewe. Askofu si halifa wa papa wala wa chombo kingine. Askofu ana mamlaka original katika jimbo lake, na ndio maana kwa Wakatoliki wanaelewa, wasio Wakatoliki labda hawataelewa. Inatengenezwa genealogy. Askofu wa kanisa Katoliki anapopewa uaskofu wana trace genealogy, yani genealogy kama vile ambavyo macho amezaliwa na fulani kazaliwa na fulani na fulani kazaliwa, mpaka wanampata yule original ancestor wake. Askofu wa Katoliki yuko hivyo, wana trace origin yake mpaka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hilo ndio linafanya mamlaka ya askofu wa jimbo kuwa ni original, na yeye ndiye mwamuzi wa mwisho katika mambo yanayohusu jimbo lake. Sasa hilo linaagiza waraka usomwe na vigango. Vigango viko chini ya mamlaka ya askofu, sio ya baraza. Nani ana uwezo wa kuagiza waraka usomwe mpaka kwenye vigango, mpaka kwenye jumuiya ndogo ndogo? Nani mwenye mamlaka hayo? Lakini unaagiza Wakristo wale waende wapige kura namna gani au wasiende kupiga kura? Nani mwenye mamlaka hayo? Wangekaa maaskofu wote pamoja, wakaamua pamoja, wakaweka signature zao pamoja, hapo ndio kuna original jurisdiction ya maaskofu, kwamba wote wamekubali katika majimbo yao hayo mambo yafanyike. In the instance ya sasa hayo hayapo. Lakini nikamalizia kwa kusema custodian anayeona waraka huo uliosainiwa umewekwa kwenye custody ya baraza, hapo ndio tungepata kwamba hata kama uliandikwa na mtu fulani, labda wamewasiliana kwa simu, hapakuwa na kikao cha baraza. Siku hizi kuna digital meetings. Kwa hiyo baada ya kukubaliana, ule waraka lazima uingie kwa taratibu za kawaida kwenye custody ya baraza, na unajulikana waraka umefailiwa na katibu mkuu tarehe fulani, kama ambavyo nyaraka zote muhimu za kimataifa au ya vyombo vya kimataifa ndivyo unavyotunzwa na kanisa Katoliki. Kama nilivyosema, ni chombo cha kimataifa, kwa hiyo nyaraka zake zinatunzwa kwa utaratibu basically kama ule wa kimataifa. Nadhani kama kuna swali zaidi nitakuwa tayari kulijibu. Asante Dr. Slaa. Mimi macho, samahani, baada ya kusoma huu haraka, na nakumbuka tulikuwa tunasoma huu haraka tukiwa tunaelekea makaburini, tuko na Jones kwenye gari. Yaani mimi sasa naomba nibebe ile excitement ya Jones na excitement ya watu wengine kwenye mitandao na baadhi ya watu ambao after nilikutana nao, you can feel kwamba yani mapokeo yalikuwa mazuri sana. And for me, ningekuwa ni mtawala, that was enough to give me alarm kwamba vitu haviko sawa, na ningetafuta namna ya kuviweka sawa. Lakini kwa sababu tuna watawala ambao wanashupaza shingo, the Bible says, hawatoona kama ni changamoto. But I'm telling you ni changamoto.
umetupeleka sasa kwenye msingi wa mjadala. Kuna mambo ambayo lazima tuyaangalie. La kwanza ni waraka kuwa wa kweli au kuwa fake, na la pili ni content ya waraka. Kama anavyosema dada Changwe, waraka una content ambayo jamii nzima umeushabikia katika muda wa masaa machache ambayo waraka umekuwa kwenye mzunguko. There is no doubt about that. Sasa kama waraka umezunguka, unashabikiwa na watu wengi, bila shaka kuna message ambayo ndani ya waraka Watanzania wanaipenda. Whether kanisa inasema ni batili au waraka sio batili, the message has been sent out. Ni juu ya watawala kuona Watanzania wanataka nini. Hata kama imepelekwa ambacho Watanzania wanakitaka hakikupelekwa kwa njia sahihi, lakini message yao ni nini? Hiyo dalili au hiyo ishara, hiyo sura ya Watanzania kupiga kelele kuunga mkono kwa muda mfupi, na Watanzania kutaka kuona yale yaliyoko kwenye waraka itekelezwe. Maana yake ni aspiration ya wananchi. Sasa mtawala yoyote kazi yake ya kwanza ni kusoma alama za nyakati na kupata feelings za raia unaowaongoza, na ukipata feelings za raia lazima ujipange namna ya wewe sasa kubehave. Hata kama kuna makosa uliyofanya unapaswa kujirekebisha. Hiyo ndio prudence ya uongozi daima. Lakini hapa mimi nilichojibu ni ile aspect ya uhalali wa waraka wenyewe. Sijazungumzia content ile ni mbaya ni nzuri. Content labda ndio matakwa ya Watanzania, lakini waraka haukutoka kwa utaratibu unaotakiwa. Kanisa limeudisown, sio wa kwake, kwa sababu si utaratibu wake wa kufanya. Lakini the message, the content, wale watawala wanapaswa kuona wanajifunza nini kutokana na yaliyoko kwenye waraka ule, na wananchi wanaowaongoza wangetaka kuona nini. Mimi nafikiri mtawala yoyote, mimi ningekuwa kiongozi hata wa chombo kidogo kama kijiji, ningeangalia watu wako wanataka nini, nachukua hatua. Singojei mengine yoyote ambayo logical conclusions zingine. Mimi ningeact kujiweka namna gani ili niandane na perspective na wale ambao nawasimamia. Asante dada Shangwe kwa ulichoweka. Kwa hiyo kuyapenda yaliyoko kwenye waraka ni kitu kimoja, taratibu zilizotumika kuweka hayo mawazo ni kitu kingine, na kwa sababu hayakutumia taratibu, basi inaondoka kwenye umiliki wa yule ambaye anasemekana kwamba ndiye ameuandaa. Asante sana. Labda nimalizie tu kwa kusema wale waliokuwa nasema sasa uliandikwa na mtu fulani, mwenye mamlaka ya kukanusha ni nani? Mwenye mamlaka ya kukanusha ni baraza, kwa sababu custodian wa maamuzi yote ya TEC ni baraza chini ya usimamizi wa katibu mkuu. Katibu mkuu ndiye custodian kwa mujibu wa katiba ya baraza. Kwa hiyo mwenye kukanusha sio yule, japo na yeye anaweza kuunga sauti yake kusema mimi sijaandika. Sasa askofu kama nilivyosema hajapatikana jana, sijui kama atakapopatikana atatoa kauli yake au vipi. Lakini kisheria, kikatiba, kwa katiba ya TEC mwenye mamlaka ya kukanusha ni yule custodian. Kama ambavyo katibu mkuu wa Umoja Tanzania akatokea mtu anaandika kitu kuhusiana na TEC akasema anaitoa kwa niaba ya Umoja wa Mataifa document iliyosainiwa Tanzania, katibu mkuu wa Umoja ndiye atasema mimi sina document hiyo. Kwa hiyo vivyo hivyo na kwa baraza, wao ndio wenye mamlaka ya kusema. Sasa askofu ambaye jina lake limetumika vibaya ana uwezo na yeye kujiunga akasema huu waraka sijauandika mimi, au akitoka basi aseme nimeuandika mimi. Sasa akitoka yeye akasema nimeuandika, sasa hapo inarudi kwenye kanisa. Kama hauko kwenye baraza, hata yeye akisema nimeuona, baraza halitakuwa na ownership
kwa sababu hauko kwenye rekodi za baraza, lakini kubwa zaidi nilisema waraka wa namna hiyo unaoenda kugusa utendaji kwenye majimbo, kwenye diocese, waraka ule ulitakiwa kusainiwa na maaskofu wote, kwa sababu hakuna mwenye mamlaka ya kuagiza jimbo, jimbo lolote la kanisa Katoliki. Asante sana.